Ya mwanafamilia, isikilize hiyo video. Militarily, kijeshi, sio kidiplomasia, Ufaransa ibaki kijeshi Niger. But elsewhere in Africa, sio Niger tu. Popote Afrika, tubaki kwa lazima kwa nguvu za jeshi. Notre retrait nous ferait coûter. Our withdrawal, kuondoka kwetu, kutatukosti mno, anasema. Very dearly, kutatuumiza sana in the long run. À terme, nous avons besoin de rester très We need to remain very present. Tunatakiwa tubaki present, tuendelee kuwepo présents sur le continent africain. katika bara la Afrika. Sijui unaelewa jamani? Yani kwamba kuondoka kwao kutawaumiza. Mimi ninachompendea ujamaa, simuungi mkono anachokisema, ila ninachopenda kwamba jamaa harembi, hafanyi sugar coating. Very straight point, anaongea kabisa kwamba tukiondoka tutaathirika kwa sababu ya rasilimali zilizoko pale. Itatuumiza kwa in the long run. Kwenye mipango yetu ya muda mrefu, tunatakiwa tubaki Niger kijeshi, kwa nguvu, kwa lazima. Na sio Niger hapa anasema, bali kwenye bara lote la Afrika tunatakiwa tubaki. Je dis bien que c'est la base principale aujourd'hui au niveau. Mais c'est la seule qui Na anaongelea Niger, anasema ndio nchi pekee tuliyoibakiza baada ya kutolewa katika nchi zingine, ni Niger tumebaki. Kwa hiyo lazima tubaki kwa njia yoyote. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester. Kwa hiyo anasema there is obvious a strategic interest for France to remain present, kwamba kuna ulazima wa kimkakati Ufaransa ibaki Niger. Présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Sikia anachokisema, stay on site as long as possible. Obviously tubaki, yani hapa ametumia site katika eneo, yani site ni sehemu ambayo let's say kuna ujenzi au kuna project. Kwa hiyo Niger kwao ni project. Amesema lazima wabaki Niger for as long as possible, kwa muda mrefu inavyowezekana. Évidemment, protéger nos ressortissants. Kwa sababu gani waendelee kubaki? Kwa njia yoyote, kwa muda mrefu kadri inavyowezekana, anajibu. Kwa hiyo anasema tunatakiwa tuendelee kubaki pale. Kuondoka kwetu is a complete downfall, na tutaumia in the future. So there's a well understood national interest. Kuna maslahi ambayo yanafahamika ya sisi kuendelea kubaki pale. So anasema that is to say I don't want to be naive. Naive ni mtu ambaye hajui anachokifanya au muoga au kapotoshwa. France needs to be present. Ufaransa inatakiwa iwepo in Africa, including for its economic interest. Kuwepo Afrika kwa ajili ya maslahi yake ya kiuchumi. Hiyo ndo sababu ya wao kubaki, na wataipigania kwa njia yoyote. Kwa makini sana. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance. It is also for us a way of ensuring our independence. Anasema pia ni kwa ajili ya kudhibiti na kulinda uhuru wetu, independence. Sasa nyinyi mnataka kulinda uhuru wenu kwa kukandamiza uhuru wa wenzenu, kwamba mtaendelea kubaki katika nchi ambazo hamuhitajiki kwa nguvu za kijeshi kwa muda mrefu inavyowezekana na kwa njia yoyote. Haijali kama mnakandamiza independence ya wenzenu, uhuru wa wenzenu, lakini nyinyi mnataka kulinda maslahi yenu na uhuru wenu. In any case, a part of our independence, kwa njia yoyote, sehemu ya uhuru wetu. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure. You spoke about uranium, umeongelea about uranium. Uranium iko pale kwa ajili ya kulinda uhuru wetu. Et ça nous paraît absolument and it seems absolutely essential, na ni ya muhimu sana essentiel. Donc, to us, kwetu sisi. ne soyons pas naïfs. So let's not be naive. On peut nous accuser de ce We can be accused of what we want. Tunaweza kulaumiwa kwa sababu ya tunachokitaka. qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique, elle doit. Ufaransa has a great past in Africa. Hiyo great past in Africa kwake yeye anaongelea kama great, lakini kwa Afrika it's not great. Historia ya Ufaransa Afrika ni ya unyanyasaji na uuaji
ukandamizaji na unyonyaji, lakini anaongelea great past in Africa. Conserver une partie de celui-ci. Inatakiwa, it must be kept as part of our future, kwamba kilicho past yetu hapa. Unajua ndio hicho ninachokwambia, you need to read between the lines. Anasema historia yetu Afrika inatakiwa iendelee kwa ajili ya future yetu. Kwa hiyo historia yao ni nini? Ni ukandamizaji, ni unyonyaji, ni ukoloni, ni kandamiza uhuru wa wenzio. So hivyo vinabidi viendelee ili wao uhuru wao wa future uendelee. Sasa wanafuse, ushahidi uko wazi. Wahusika wenyewe wanakwambia kwamba tuko hapa kwa ajili ya kulinda maslahi yetu na future zetu na vitu kama hivyo, na tutabaki kwa njia yoyote, iwe ni nguvu, iwe ni kijeshi, iwe ni mabavu, iwe ni demokrasia, iwe ni kwa kuhonga, au kwa njia yoyote, lakini lazima tubaki tulinde maslahi yetu. Anapotokea kiongozi wa Afrika anashirikiana nao, unamweka kwenye kundi gani? Sababu kuna watu ambao ni wazito sana kuelewa. Unampa mtu facts, unampa vidonge, unampa na maji, unampa bidhaa, unampa NFD, alafu anakuambia kwamba wewe unapendelea upande mmoja au unaongelea sehemu moja. Mimi nimekupa facts hizi hapa. Future tutakuja kuchambua, sababu nimeona watu ambao wazito kuelewa. Tutachambua China na Urusi na historia yao Afrika. Then tutachambua historia ya Marekani, Ufaransa na Ulaya kwa ujumla na historia yao Afrika. Alafu nitakuwa chini wana fuse nichague kulia au kushoto, kusuka au kunyoa. Hii ndo analysis ya DJ Smart. Kwanza nimependa karakta ya huyu bwana. Naomba tuelewane. Kuna watu wazito sana katika kuelewa. Sijasema nimekubaliana naye. Nimesema nimependa karakta yake. Kivipi? Kwa sababu hamumunyi maneno. Anasema uhalisia wa vitu. He does not sugarcoat. Anaongea ukweli mkavu. Kama DJ Smart huyu, anatoa vidonge bila maji. Na nimesema nimempenda kwa sababu ya karakta. Ya aina hii, munaweza kukaa na kuongea na kupata uelewa. Maana he straightforward, anajua anachokitaka. Maana mimi nahitaji madini 1, 2, 3. Mnaweza mkakaa naye, mnahitaji madini sawa. Na sisi tunahitaji 1, 2, 3. Tutatoa 10%, hapana 10% itatuumiza, hapana. Tutatoa 20%, mnaenda